nia. Nia kwa lugha ya Kiarabu, kwa lugha ya Kiswahili nia, kutia azima, kuazimia jambo, kukusudia jambo. Ndugu zangu, ibada nyingi msingi wake ni nia. Ibada nyingi, iwe ni swala, iwe ni saumu, iwe ni ibada wakati wa kuanza hija au maana gani, pana siri kubwa sana katika nia. Wanasema maana ya nia, wanasema qasdu shay'in muqtarinan bi fi'li, ni kukusudia kitu kikutane na kitendo. Yaani yale makusudio yako yakutane na kile ambacho unataka kukifanya. Mathalan, nia uko ndani ya swala, kabla hujaswali utakiwa una nia, na nia yako ni wakati umesimama. Ndio sasa ubongo unasemaje? Hii ni asr. Kwa hiyo wakati unasema Allahu Akbar, tayari pale nia unayo. Iko wapi hapa? Iko moyoni, kwa sababu wanasema an-nia qasdu shay muqtarinan bi fi'li wa mahalluha fil qalb. Nia ni kukusudia kitu kikutane na kitendo na sehemu yake ni moyoni. Sasa unaposema ile Allahu Akbar, tayari wewe uko katika swala, tayari wewe uko ndani ya swala, bali ule wakati wenyewe wa swala. Sasa ni asiri, kwamba sasa nenda kwenye asiri, ile ni nia. Hakuna sababu ya kuteseka ya kufika ndio unaanza kujiandaa na waitu kusali faradhi, inaharibika, unaanza imeharibika, mpaka saa ingine mtu anaweza kurukuu. Nia iko muhimu. Hii nia ndiyo msingi wa matendo. Mtume aliposema katika hadithi anapokea Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, qala sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hakika matendo yote ya mwanadamu yanaangalia nia, na mwanadamu analipwa kila alichokinuia. Ulichokinuia ndicho utakacholika. Nia ni kitu ambacho msingi wa matendo, lakini pamoja na yote nia hii inasimama katika faradhi, na kuna wakati katika sunna haiwezi kusimama. Vipi hapa? Mathalan, suala zima la funga, kesho kutwa siku 2-3 tutaanza Ramadhani. Tunaambiwa katika yani nguzo ya kwanza katika sharti za saumu za kuzuia ni kuwa na nia. Yaani inakuaje? Tangu siku ile jua lilivyozama la siku ya tarehe 29 au 30, kwamba tayari mwezi wa Shawwal wa mwezi ule wa nini? Mwezi huu wa Ramadhani. Tayari wewe Muislamu unasema alhamdulillah, na kuleta dua zile zilizopokelewa, kisha na kuanza kutafuta damu. Jamani, andaeni damu. Hapo una nia tayari, ushaipata wewe, unajiandaa. Jamani, tunaenda kwenye tarawih. Ukitoka kwenye tarawih, angalieni jamaa, jioni tuamshana time fulani, melala moja kwa moja. Saumu ipo au haipo? Ipo. Kwa nini ipo? Kwa sababu nayo nia. Dago ni sehemu tu ya ibada ya kwamba tasaharu fa inna fi baraka. Kuleni dago, kwenye dago kuna nini? Kuna baraka, Mtume anasema. Lakini sio sharti ya kusuili saumu. Kwa hiyo ndio Mtume akasema, man lam yubayyit siyamahu min al-layl fala siyama lahu. Yule ambaye hawezi kulaza nia yake ya funga ya faradhi, lakini hatakuwa na funga. Bi maana tangu ile siku umeona, ndugu yangu, usibabaike, usitafute msikiti wa kwenda kuulizwa kwamba bwana pale nikienda, unasubiria baada ya salamu ya swala ya Isha usikie nawaitu sobogani ada. Yani maneno si hadithi wala sio maneno mazuri.
yale maneno ya Kiarabu aliandika anajua mwenyewe, lakini hayana uhusiano na nia yake. Na tangu ulipoiona ile nia, ndugu yangu, wewe unaendelea unahesabika huko ndani ya funga, utaiharibu mwenyewe. Vipi? Siku ambapo una udhuru, unataka kutoka safari, sasa ile safari kama vile itapata mashaka, ni siku ananiruhusu baina kula na nini na kufunga, au mgonjwa ukasema ngoja nitaangalia wakati wa dawa, je, naweza nikaendelea kufunga au nisifunge? Ukilala moja kwa moja pale mpaka kesho asubuhi, basi wewe hauna nini, wewe hauna saumu, lakini uruhusiwi kula, unatakiwa lazima ujizuie. Lakini tofauti na saumu ya sunna, saumu ya sunna hapana. Sio saumu ya sunna wakati wowote na muda wowote, hata ingelikuwa saa 6 tangu asubuhi ukakumbuka tu, hivi kwa nini leo nilikula? Hakuna. Nilikunywa? Hakuna. Mbona mimi na nguvu bwana, mimi nafunga. Saumu yako ni sahihi. Saumu ni nini? Nimalizie nia hii, siwezi kuimaliza sasa hivi, lakini niongeze tu nukta moja. Hii nia katika baadhi ya matendo, kama tulivyosema, ni msingi unaozingatiwa mkubwa sana. Lakini kuna wakati mtu anaweza kunuia na akaacha kufanya kile kitendo, kwa sababu tukaambiwa nia ni kukusudia kitu kikutana na nini, na kitendo. Mathalan, mtu anazozana na mke wake, ikafika mahala watu wakamshauri bwana kamwache, washauri ambao si wazuri, nenda kamwache. Kweli bwana, mimi naenda kumwacha. Basi natosha mimi bwana, basi huyu na mimi basi. Ukatoka pale ukaja nyumbani. Ulipofika nyumbani ukaikuta sura nyingine na hali nyingine na mawazo mengine, ukaona kama vile lile sio halikuwa wazo, ukaacha kumpa talaka. Je, hapa talaka imetoka? Itahesabika? La, haitosabika. Sasa kuja tamka haijakutana na kitendo, simelelewa, uliazimia, lakini haijakutana na kitendo cha kusema nimekuacha. Kwa hiyo kuna wakati inasimama na kuna wakati inaendelea. Kwa hiyo inshallah